Mwangaza wa watu wema, hazina ya elimu, maadili. Mwangaza wa watu wema, hekima na sheria katika Idi ya Adha. Katika safari ya kuelekea kwenye radhi za Mwenyezi Mungu, watu wema daima huongozwa na mwangaza wa ilmu, nidhamu ya ibada na kufuata nyayo sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanatambua kuwa ibada hazifanywi kwa mazoea au kwa hisia za kibinadamu, bali zinasimama juu ya misingi thabiti ya sheria. Tunapoitazama Idi ya Adha, ambayo ni Idi ya kuchinja, mwangaza wa watu wema unatuangazia ukweli ufuatao kuhusu uchinji wa kuku. Nanangalia mwangaza wa watu wema. 1. Mwangaza wa Qur'ani, kipimo cha wanyama wa dhabihu. Watu wema hawatoki nje ya mipaka aliyoiweka Mwenyezi Mungu. Usiku walipolia, mbingu zilifungua njia. Katika kitabu kitukufu, Mungu ametuhakikishia kuwa ibada hii ina wanyama wake maalum walioteuliwa. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami. Na kila umma tuliowekea mahali pa kuchinja ibada ili walitaje jina la Mwenyezi Mungu juu ya yale aliyowaruzuku katika bahimatul an'am, wanyama wa miguu minne wanaofugwa. Surat Al-Hajj 34. Ufafanuzi wa watu wema. Katika mwanga wa aya hii, neno bahimatul an'am ni jina maalum linalokusanya makundi matatu makubwa ya wanyama wa miguu minne: ngamia, ng'ombe na wanyama wadogo, mbuzi na kondoo. Kuku na ndege wengine, licha ya kuwa ni halali kuliwa, hawamo katika kundi hili kisheria. Watu wema wanaelewa kuwa huwezi kubadilisha sarafu ya ibada kwa kutumia kitu ambacho Mungu hajakitaja kwenye aya hii. Tukiomba tupate hata chembe ya mwanga. 2. Mwangaza wa sunna, kufuata nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wema hawajitungi jinsi ya kuabudu, wanaangalia kiongozi wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya nini. Katika historia yote ya Kiislamu, hakuna popote ilipoandikwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au masahaba zake walichinja kuku kama dhabihu ya Idi. Kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu amesema, ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسبر. Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja dhabihu siku ya Idi kondoo wawili weupe waliochanganyika na weusi wenye pembe. Aliwachinja kwa mkono wake mwenyewe, akataja jina la Mwenyezi Mungu bismillahi na akapiga takbira Allahu Akbar. Sahih al-Bukhari. Ufafanuzi wa watu wema. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na uwezo wa kutaja kuku au kuruhusu kuku kama mbadala kwa wasio na uwezo, lakini hakufanya hivyo. Alisisitiza wanyama wa miguu minne dili kulinda hadhi na uzito wa ibada hii kubwa inayomwenzi Nabii Ibrahim alayhi salam. 3. Uelewa sahihi kuhusu mapokeo ya Bilal radhiyallahu anhu. Watu wema hutafuta ukweli kwa undani na hawachukui maneno nusu nusu. Kuna baadhi ya watu wanaovutiwa na kauli ya sahaba Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, aliyewahi kusema, sijali hata nikichinja jogoo. Wanachuoni waongofu wamefafanua jambo hili chini ya mwangaza wa elimu. Bilal radhiyallahu anhu alikuwa akizungumzia kitoweo cha kawaida cha kuifurahisha familia yake siku ya Idi, kwa sababu sote tunajua alikuwa mtu wa hali ya chini kiuchumi na hakuwa na mbuzi. Si mali iliyowaita, si fahari ya safari. Walivaa unyenyekevu kuwa taji la thamani. Alitaka kuonyesha kuwa maskini asiye na uwezo bado anaweza kusherehekea Idi kwa kuchinja kuku wake na kula na watoto wake, lakini hakuifanya hiyo kuwa ni ibada rasmi ya udhiya, dhabihu ya Idi. Usiku walipolia, mbingu zilifungua njia, dua zao zikawa nyota za kutuongoza. Hitimisho. Mwangaza kwa kizazi cha leo. Mwangaza wa watu wema unatuonesha kuwa Uislamu ni dini ya wepesi na nia njema, lakini pia ni dini ya taratibu na nidhamu. Kuku haitoshi kisheria kama dhabihu ya Idi. Ukimchinja, utapata thawabu za kulisha familia yako na kutoa sadaka ya kawaida, lakini dhabihu yako haitasimama kama udhiya. Ushauri wa kiutu. Ikiwa mtu hana uwezo wa kununua mbuzi au kondoo, sheria ya Kiislamu haimwambii abebe mzigo unaomshinda.
Ibada hii inamhusu yule tu mwenye uwezo wa kifedha. Wasio na uwezo wanasamehewa na wanapata hisa ya thawabu kupitia dhabihu alizochinja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa niaba ya umma wake wote. Ukweli ukisimama, amani hutawala. Kuelewa mipaka ya ibada hutuondolea mashaka na kutufanya tuabudu kwa amani na uhakika. Mwangaza wa watu wema, hazina ya elimu, maadili na hatima ya milele. Bismillah, ya nuru ya mbingu tukianza.